sio kila wakati ninapochora najua nachora nini. Wakati mwingine unafuata tu mkono unavyoenda, uone utakupeleka wapi. Na figa ya kwanza unaoichora, jinsi ilivyotokea inakupa wazo wa nini kinachofuata. Kama hapa nilikuwa sijui nachora nani, nachora nafanya nini, lakini baada ya kuanza tu nikaona urefu. Nilipoanza kuchora kichwa nikaona urefu wake hautatosha karatasi, kwa hiyo inabidi akunjike kama anainama hivi kidogo. Nikajikuta nachora mtu amenyosha mikono hivi. Baada ya kumaliza huyo, najiuliza anamnyoshea nani? Upande wa pili kuna nani? Unafuata tu mkono unakuonyesha labda mchore mtu aina hii, labda hapa yuko fulani. Na yeye nikaona mbona urefu ni mdogo, basi wachawe bonge. Huyu anaonekana na begi, wacha tumwekee noti. Huyu bosi. Minoti na minoti na mbubujika, haitoshi mifukoni. Nikaona mbona huyu bosi amevaa nguo, sasa huyu atakaje namna hii? Wacha naye nimvishe nguo. Hapo unajiuliza nini kinafuata? Basi bosi awe na wapambe. Kwa sababu bosi ana mapene, wapambe waonyeshe affection. Na bosi hawezi kutembea na wapambe wasioeleweka. Kwa hiyo udada mrefu. Na nia ya kufanya hichi sio perfection. Dhamira ni hebu fanya zoezi la kuchora, lakini huna haja ya kutumia kifutio. Nenda freestyle uone utafika wapi. Nenda kwa jinsi inavyoonekana. Ukishaanza kuchora figa 3-4, unaanza kujiuliza tofauti yao nini. Uanze kutafuta namna ya kuwatofautisha, yani hiyo inakuja automatically. Kaona mnyonge asiwe peke yake. Kwamba mnyonge naye ana mnyonge wake. Na wengine hawajamkubali hivyo bosi, lakini ndo hivyo. Sasa mnyonge anapoonyesha unyonge, na kama madem zake sio wake zake wanamuona akionyesha unyonge mbele ya bosi, wao nao wataonyesha unyonge au watataka kumtega bosi. Maana wakimuini na bosi, sasa sina unyonge unaisha. Wataendelea kumheshimu mnyonge wakiona jinsi anavyonyongonyea mbele ya bosi.
autofocus na katika hizi simu zetu inaleta shida. Ndio maana unaona picha inaondoka focus mara inarudi, kwa sababu inajirekebisha yenyewe bila kuambiwa. Zoezi la ku ink kama hapo ninatumia maka, lina kufanya uwe makini kwenye kuweka vimaka vidogo sana. Punguza details kwa sababu naona maka inaanza kuishiwa wino. Katika inking hii sehemu ya kuweka rangi nyeusi ndio sehemu inayovutia zaidi na inayohitaji utulivu kidogo. Ndio inayoweka inaitwa depth, uweze kuona huyu yuko mbele au nyuma ya huyu. Picha anaanza kujichora, unaona vizuri zaidi. Ndio shading yenyewe hapo. Ni kuchora kama dera, ila wino umeniishia. Hizi maka zinayeyuka haraka sana, sio vitu vya kudumu. Ni bora kutumia ink na brush. Nimebadili maka, nimechukua ya blue kwa sababu ndio iliyokuwa na ink. Ningependa kumalizia nyeusi lakini sikuwa na nyeusi. Ila natakiwa nifanye mazoezi zaidi ya kuminimize lines. Yaani lines ziweko zenye umuhimu tu, zingine unaachana nazo. Kama umechora vizuri, mchoro utaonekana, utaeleweka. Hii ni auto zoom, auto focus.
Hata nayo inaisha. Hizi maka sio kitu cha kudumu, inaisha inki mapema sana. Natumia yoyote kalamu yoyote niliyokuwa nayo karibu. Angalia, je, itafaa, itaonekana. Nafuta penseli ili mistari ya penseli ile one kama je inaonekanaje.